maisha yako. Wapendwa, haleluya, nisikilize wana wa Mungu. Ibrahimu alimtafuta Mungu kwa maisha yake, aliachana na habari za ibada za baba yake. Ndugu zangu, jamani, haleluya, aliachana. Aliona baba yake anaabudu miungu, anaabudu Mungu asiyekuwa na uhai. Akasema, mimi nataka nimtafute Mungu anayesema. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumtafuta Mungu anayesema. Ibrahim alijitolea kwa njia ya imani. Alipokuwa akitembea, alilikuta jiwe moja likubwa. Alisema, yamkini hili jiwe akawa ndio Mungu. Akasema, Mungu, Mungu, Mungu. Mungu akakuta jiwe. Nimemwangalia, kumbe uli mjiwe tu, usio Mungu. Aliona mlima mrefu sana. Akasema, yamkini nikiupanda huu mlima nikafika pale juu, nitakutana na Mungu anayesema. Haleluya. Akasema, yamkini nikifika pale juu nitakutana na Mungu anayesema. Ibrahim alianza kupanda, akaupanda mlima, akafika pale juu. Akasema, Mungu, Mungu uko wapi? Akasikia sauti inasema, Ibrahim, nimeiona imani yako, kwamba unamtafuta Mungu aliye hai, Mungu anayesema. Mungu aliye hai, niko juu. Haleluya. Ibrahim alifurahi, anarudi, analo jawabu. Mungu wa kweli yuko mbinguni. Mungu wa kweli hayuko kwenye masieto. Mungu wa kweli hayuko kwenye makaburi. Mungu wa kweli hayuko kwenye vibuyu. Mungu wa kweli anapatikana juu. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Mungu wa kweli yuko juu. Huyo ndiye kanisa tunatakiwa tukubali kuingia kwenye utii. Amen. Utii ni jaribio kuu kwa maisha ya Kristo. Tuko kwenye zoezi, tumeingia kwenye zoezi. Kwa hiyo ruhusu maisha yako kutawaliwa na Mungu. Ruhusu maisha yako kukaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili ya Samueli wa kwanza 15